na nina somo ambalo linahitaji mlisikilize kwa umakini. Somo langu linasema hivi: umoja na mitume. Amen. Amen. Mitume ni nani? Intumwa ni bande. Wengi huhesabu kwamba mitume ni mitume 12 wa Yesu. Lakini nataka niseme leo, mtume ni neno linalotoka katika neno mtumwa. Ni jambo yitwa umusha. Wala mtu ambaye anayetumwa mahali fulani. Wala mtu anayetumwa kwa kazi fulani. Huyo anaitwa mtume. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tuangalie kwanza Marko 16:15-16. Haraka sana msomaji. Hebu simama kwa kuliheshimu neno. Nitatoa maandiko mengi na nitaomba ukuwe na block note, maana somo hili halitarudi. Ndabisaba ugira ngo wandika ku gicibwa n'izogaruka. Mtu inabidi ajijue yeye ni nani. Isaba ko umuntu yimenye uwo ari we. Haleluya. Amen. Karibu msomaji. 16 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Akawaambia, ndio. Nendeni ulimwenguni mote. Akawaambia, enendeni ulimwenguni pote. Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Sikiliza. Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Amen. Bwana tusaidie. Hebu kaa chini. Hiyo piano mbona hailii vizuri? Kwa nini nakatika? Kama nakatika uliache. Kama utaimetrize basi upige tu. Maana unapopiga tunajaribu kujiconnect. Sasa ukipiga vitu ambavyo havieleweki hatutaenda sawa. Amen. Tumchapie Yesu makofi kwa mashina ya Yesu Kristo. Naomba unifuate. Ndasabe murikire. Nimesema mimi ni mwalimu nakondo mwigisha na siwaji mhubiri kandi sindo mubwiriza. Na ninapenda sana kufundisha. Ndakunze cyane kwigisha, maana kanisa linakomaa kwa mafundisho. Kuko ishengero likozwa n'inyigisho. Mtu asiyependa mafundisho, umuntu adakunda inyigisho, hawezi akakomaa kiroho. Ashobora gukura mu buryo bw'imana. Mtu ambaye anayependa kukomaa kiroho, ushaka gukura mu buryo bw'imana, anapenda mafundisho. Aponde inyigisho. Maana yule ambaye anayefundisha, kukuja yigisha, ni yule aliyekubali kufunzwa. Nomweme nawe kwigisha. Uwezi ukafundisha, ntushobora kwigisha kama ukufunzwa. Mu gihe utigisha. Siku zote huwa ninasema, igihe cyose nza kuvuga, mwalimu, umwigisha, ni yule aliyekuwa mwanafunzi. Ndio yigeze kuba umwigisha. Uwezi kuta mtu ambaye alikuwa mwalimu, ntushobora kusanga umuntu ari umwigisha hakuwahi kuwa mwanafunzi. Atigeze umwigisha. Ni lazima tu ni ngombwa utamkuta alikuwa mwanafunzi, usanga yarabigishwa mukana. Na ndio maana nafikia kuwa mwalimu. Kandi nicho kituma bishitaka mu maandiko yanasema kwamba mtu anapeana kile ambacho iko nacho. Umuntu atanga icyakuze. Kama huna kitu, udafite cyo gutanga, utopeana kitu. Ntushobora kugira icyo. Marko 16:15-16. Marko 16:15-16. Inasema hivi, iravuga iti, eti enendeni ulimwenguni pote. Aravuga ati nimugende muje mu bihugu byose. Mwanangu uko hapa leo? Uko hapa leo? Ujiconnect basi. Amen. Amen. Mungu akutie nguvu. Inasema hivi, iravuga iti kwamba enendeni ulimwenguni pote. Aravuga ati nimugende muje mu bihugu byose, mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Mubwira abigishwa mubahindure kuba abantu. Nami nishasema juu ya mwanafunzi. Ndamaze kuvuga ku bijanye n'umwigishwa. Mwanafunzi ni nani? Umwigishwa ni nde? Kuna tofauti wa mwanafunzi na mfuasi. Hari itandukaniro ry'umwigishwa n'umukurikira.
Amen. Amen. Kuna tofauti wa mwanafunzi na mfuasi. Alitandukaniro ry'umwigishwa n'ukurikira. Mfuasi ukurikira huwa haulizi maswali, ntabaza ibibazo, anafuata neno la Bwana wake, akurikira ijambo ry'umwami wiwe. Lakini mwanafunzi ariko umwigishwa umuuliza maswali Bwana wake, abaza ibibazo umwami wiwe, ili kujifunza namna ya jinsi Bwana wake anavyosema, kwiyigisha uburyo umwami wiwe ahagaze. Ibibazo bitandukanye. Kwa hiyo wengi wanajaribu kukamatisha, ariko benshi bakunze kubifatanya kwamba mwanafunzi ndiye mfuasi, yuko umwigishwa we akurikira. Hapana. Ndio maana Yesu, nicyo gituma Yesu aliwaita wanafunzi wake, yabise abigishwa biwe, akuwaita wafuasi. Yabise abamukurikira atigeze abita abigishwa biwe, akawaita mitume, abita intumwa wakati ambapo aliwatuma, igihe yabatuma. Haya majina yote, ano mazina yose yanavaa mwili, ni majina ya kazi, yambaye mubiri mu gihe ari amazina ya kazi. Haleluya. Amen. Kwa hiyo utakapotumia jina kwa nafasi fulani juu ya wanafunzi, iyo ukoresheje izina mu gishingo kanaka kubw'abigishwa, ujue kwamba linavaa titre fulani, ryambara icyubahiro kanaka. Amen. Amen. Waliitwa tenashara. Baita tenashara ni maana nyingine, ni sobanuro nyingi tofauti na wanafunzi, itandukanye n'abigishwa, tofauti na tenashara, itandukanye na tenashara, tofauti na mitume, itandukanye n'intumwa. Na kila jina kandi buri zina ryose, si kwamba wale watu wamebadilika, soko bajya abantu bahindutse. Hapana. Wale watu bado ni wale bajya abantu ni babandi nyene, lakini wamevalishwa jina lingine la kazi, ariko bahawe irindi zina rya kazi. Kuna mtu ananielewa? Arukana naho. Haleluya. Kwa hiyo utakaposema mfuasi, iyo uvuze gukurikira, kwa Kifaransa anasema disciple, bavuga ngo ni disciple, ni mtu ambaye anayefuata mwingine, ndio mwana kurikira undi. Haleluya. Amen. Ndio maana Petro akasema, icyo gituma Petro anavuga, Bwana tunakufuata wewe, umwami dukurikira wowe, tutapata nini? Ngo tuzoronka iki? Kwa hiyo katika kumfuata mtu, mwiza tumukurikira umuntu, ni lazima pawe faida fulani. niko ngahabe mwinyumukana. Mtakaponifuata mimi baba yenu, nimwamurikira je papa wangu, ni lazima mjitie nyira yangu, ni ngomba mukurikira, mjifunze kwangu, mwiyigishe kuri je, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu. Kwa jewe ndutegereje kandi cheni. Ndio Yesu alivyowaambia wanafunzi wake, eti kwamba mtu akitaka kunifuata, ngo yuko umuntu nashaka kumurikira, lazima ajikane mwenyewe, nuko yiyango biwe, kisha ajivike, hama yikorere, ajivike mzigo wake, yikorere umusaraba. Mzigo ni nini? Umusaraba ni iki? Mzigo ni vile vitu ambavyo vyote unaona kwamba ni vya maana. Umusaraba ni byose unaona kwamba ni by'agaciro, unaona kwamba kuviacha ni vigumu, unaona ko kubirekura ari bigoye. Possibility mbili, ise amahitamo abiri, kwenda navyo kwa Kristo, kujana navyo kuri Kristo, wala kutokwenda navyo kwa Kristo, kubaki cyane kutajana navyo kwa Kristo. Kwa hiyo mtu anayemwendea Kristo, ubwinshi umuntu agiye kuri Kristo, anajifika mzigo wake, yitwe ku musaraba kwa namna yote alivyo, uburyo bwose ameze. Haleluya. Amen. Haya ni maneno ambayo aya n'amagambo Yesu alikuwa akiwaambia wanafunzi wake. Yesu yabwira abigishwa biwe, kwa sababu hawa wanafunzi ubwo abigishwa walikuja kumfuata Kristo, baje gukurikira Kristo. Wamoja walikuwa warowaji, bamwe barabarovyi, wengine walikuwa walimaji, abandi barabari, wengine walikuwa watoza ushuru, abandi barabatoza ko. Lakini hawa wote alikuwa akiwakuta, yabasanga, anawaambia nyinyi mnifuate. abagira ngo mwene munkurikire. Hawa watu walikuwa wanaacha vya kwao, aba bose barasigira. Ikafikia siku moja wakajiuliza, baribaza kama sisi tunaanza kukufuatafuata, yuko twende tutakukurikira, tutapata nini? Kwanza aliwaambia, tutapata kwanza 100 hapa duniani, hano ku isi. Cha pili ninawaambia, tutapata uzima wa milele, na uzima wa milele ndo huyu. Asema Yesu, wakujue wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo kama hawa wasingemjua Kristo, hawangemjua Mungu. Maana kumjua Mungu ni kwa njia ya Kristo. Mwanafunzi mmoja akasema, Bwana tuoneshe Baba. Yesu akawaambia, niko na nyinyi siku zote, hamjanijua, basi mmemuona Baba na mmemjua
mnamjua sasa. Wanafunzi walikaa na Kristo, hawakujua kama ni Mungu. Hakuna njia ya kumjua Mungu pasipokuwa njia ya Kristo. Tumchapie Yesu makofi. Haleluya. Amen. Ninafundisha somo linalosema nikwigisha kiba kivuga kiti umoja na mitume. Umumwe ni ntumwa. Ni nani mitume? Nindari ntumwa. Hawa wanafunzi ababigishwa waliambiwa enendeni babyo ngo nibagende ulimwengu mu isi yose mkawafanye watu kuwa wanafunzi, abantu kuba bigishwa. Kwa hiyo ni kusema no kuvuga kila yoyote aliyempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Yesu Kristo huyo amefanyika katika kundi la wanafunzi. Na wengine wanasema katika kundi la wanafunzi hapakuwa wanawake. Lakini nataka nikwambie, soma Biblia yako vizuri. Yesu alikuwa pia na kundi la wanawake. Haleluya. Kwa nini wanawake hawakuwekwa kwenye kundi la wanafunzi 12? Kwa sababu katika Agano la Kale mwanamke hakuhesabiwa, walihesabu wanaume tu, lakini wanawake walikuwa kwenye msafara. Haleluya. Kwa hiyo hawa walifanyika wanafunzi, walifanyika wanafunzi kupitia wale waliotutangulia katika imani. Sisi hawa tumefanyika kuwa wanafunzi. Nikikuuliza swali, je, unaifanya wengine kuwa wanafunzi? Kwa sababu ndio mission tulipewa. Ni kitu ambacho ni mwendelezo, kinaendelea. Hawa wanafanya hawa, hawa wanafanya hawa, na hawa wanafanya hawa. Wewe toka ulishokuwa mwanafunzi umefanya wanafunzi wangapi? Ndio maana Mungu aliponiita aliniambia nenda ukatengeneze wanafunzi wadogo kuwa wanafunzi wakubwa. Nikasema hii mission ni nzuri, maana ndio mission iliyopewa mitume. Haleluya. Mtume ni nani? Mtume ni mtu anayelipeleka neno la Mungu. Mtume ni mtu anayepanda makanisa. Mtume ni mtu anayetangaza injili ya kweli. Kila mtu anayepandikiza imani ya kweli ya Kristo mahali fulani, huyu anaitwa mtume. Ametumwa na mtu fulani kupeleka jambo fulani lisilotokana na yeye, bali yeye ni mtumwa tu. Haleluya. Mtumwa kwa Kiswahili kingine, kwa Kiswahili chapa kwetu Burundi anaitwa boy. Ni mtumishi. Haleluya. Ni mtumishi anayefanya kazi zidi ya bosi wake. Kila chochote ambacho atafanya inabidi sifa zirudie kwa bosi wake. Ndio maana mtumishi atafanya namna gani hawezi akafananishwa na bosi, kwa sababu sifa zote za mtumishi zinamwendea bosi. Chapia Yesu. Haleluya. Haleluya. Inabidi ujue kwamba Mungu alikuita kumfanyizia kazi na usimame kumtumikia. Ni kweli kanisa siku hili zimekosa wa mitume na zimekosa walimu na zimekosa wanafunzi, kwa sababu mtu akijielewa kwamba ni mwalimu atafundisha kama mwalimu. Mtu akielewa kama ni mwanafunzi atajikomporte kama mwanafunzi, kwa sababu mwanafunzi anangoja elimu kutoka kwa Bwana. Leo sivyo tulivyo. Hata mchungaji
akuelekeze cha kufanya. Nubwo umwungere yakuyobora icyo gukora. Wewe unakuwa mwalimu zidi ya mchungaji. Umwigisha kuruta umwungere. Hakuna mamlaka na bubasha inayotokana na mwanadamu bivanye n'umwana w'umuntu. Na haya mamlaka ambayo unaona kandi ubwo bubasha ubona yameamriwa na Mungu, yategetswe n'Imana. Haleluya, amen. Kwa hiyo hakikisha kwamba Mungu anapoweka mtu kwa njia yake, Imana ishize umuntu ku nzira yawe, kuna kusudi fulani, hari impamvu kanaka, si kwa bure, si kubw'ipfa gusa. Kila mtu ambaye nikupe leso ya bure, ndakunda gusobanura kila mtu ambaye utakutanana naye maishani mwako, umuntu wese uzohora mu buzima bwawe, usimchukulie mtu wa kawaida, no mufata nk'umuntu usanzwe, mchukulie kwamba ni mwalimu kwako. Mufata kumwigisha kuri wowe, asipokufundisha mazuri, atakwigishije neza, yale mabaya atakayokuonesha bita bibaza kwereka, atakuwa mwalimu kwako, azomwigisha ku wewe. Hakikisha kwamba akubwije neza neza, tenda sana kupata somo kwa watu wengine, kuna cyane kuronka inyigisho ku bandi maana ndipo kukomaa kiroho. Niho hari gukura mu watu wengi wanafikiri kwamba kukomaa, abantu benshi baribaza ati gukura ni vitu ambavyo vinavyokuwa rahisi, ni vitu biba vyoroshe. Kumbe katika hata changamoto bamwe ivyo bibazo kuna kukomazwa ndani, harabamwo gukuzwa. Yesu makofi, amashimwe Yesu Kristo. Haleluya, amen. C'est pourquoi unaona mtu wakati amezoea makrosomeo, kubera ikiwa ni umuntu yamenyereye ibyo by'amakrosomeo, akikutana vitu vya rahisi ahuye n'ibintu vyoroshe havimtishi, ntibimukanga, kwa sababu amepitia hapo, kuko yaciye ngaho. Lakini yule ambaye hajapitia hapo, akuja taracha mwivyo, anababaika vilivyo, anahangaika cyane, kwa sababu anaona kwamba kubera ko abona yuko dunia inaenda kumfikia, ijuru ligiye kumushika, inaenda kumwangukia, ligiye kumugwaho. Lakini yule ambaye alizoea, alikuja amenyereye, anaona kwamba ni kawaida, hata jambo liwe namna gani, nubwo ikibazo cyo bagikomeye, anajivika nguvu na kusimama, anayambikibaraga no guhana, anasema hii inakwenda kupita, aravuga ngo ibi bigiye guca. Na wakati mwingine anaipangia siku, nikindi gihe akabipangira iminsi, kusema tunaipatia siku 2 kwa iminsi 2 gusa bizaba byaciyemo. Uko ndipo kukomaa, uko ndiko gukura mu mwemu, kukomaa kiroho. Gukura mu mwemu ni kujua kustawi katika kumenya guhagarara mu kibazo, kujua kustawi katika guhagarara mu kibazo, kujua kujikomporte katika, kumenya kwitwara neza mu bibazo. Ukisikia mtu anamuita iko na maturity, ubundi umuntu bavuga ngo uyu muntu arakuze mu mutwe. Haleluya, amen. Kwa sababu resolution ya vitu vyake no kumenya no gutawura neza mu bintu vyiwe, si ya kitoto, si by'ubwana, ni vitu ambavyo vimeenda shule, ni bintu byaciye ku ishuri. Lakini ukiona mtu anamuita ni Nepios, alikuwa ni umuntu bita muri Nepios, ni mtoto umwana mu mwemu. Haleluya, amen. Ni kwa sababu mareaction zake zote, nuko ibyo ari gucamo byose katika matatizo, mu bibazo vyiwe, hata kama ni mtu mkubwa, nubwo yoba ari umuntu ukuze, unaona kwamba ziko na basese, ubona yuko ari ibintu bisanzwe. Huyu hata akuwe mtu anamweka, nubwo yokura gute, wanamuweka mkiwasema ya watoto, bamushira mu kibanza cha, wanasema huyu bado hajakomaa, huyu bado ntarakura. Halafu cha kushangaa, ni gitangaje, mwanamume na videvu vingi sana, ndio Mungu afite n'ubwanwa, lakini maamuzi yake, ariko mahitamo yiwe ni ya kitoto. Tumchapie Yesu. Haleluya, amen. Hebu tuko pamoja, mwambie Bwana, ninahitaji uzungumuze nami siku ya leo. Giratimana ndashaka kuvugana naje kuno. Sema Bwana, nahitaji uzungumuze nami siku ya leo. Giratimana ndashaka kuvugana naje kuno munsi. Warumi 15:5, Abarumi 15 mstari wa 6 umurongo wa 6, 15 umurongo wa 5 kushika 6, 15 6 15 5 6. Tunasoma katika kitabu cha Warumi 15:5. Huyu mmpatie maji kwa ajili yake. Ameshakunywa maji? Uko naye? Mumpe maji, hayuko sawa, maana ninamzoea. Haleluya, amen. Hebu tumchapie Yesu makofi. Chapa makofi kwa ajili ya Kristo. Ubovu wa bahati, nimesema muwe mnaleta blocknote. Uwezi ukafundisha, ushakuigisha kama hauandiki. ukihutandika, Hauko mashine, habuni mashine, hapana. Haleluya, amen. uko mwanadamu. Uungana Kwa hiyo kuna kusahau, abakupiga, lakini unapoandika alikiandika utaenda kupitia.
uzogenda usubira. Na wakati utakapopitia igihe muri gusubira, Roho Mtakatifu atakufunulia hata vingine zaidi. Mwe yarazo kuishurira ibindi. Haraka sana msomaji. 15 tunasoma katika kitabu cha Warumi. Haraka sana. Na Mungu mwenye saburi na faraja. Tunasoma katika kitabu kitakatifu. Ona hata amen. Amen. Kwa wangapi wanajua maana ya amen? Baki ni hawa tu. Watoto, maana ya amen inasemaje? Iwe hivyo. Ni mchungaji yule anajibu kweli. Pastor Isaac. Mungu akubariki sana. Ule ndo ananifanana baba. Kuja hapa wangu akuone kwanza. Do mwalimu wa watoto Ndio mwingishwa. Huyu ndio mbili. Yaani jinsi mimi ninavyokuwa nafundisha, ndio jinsi anafundisha. Niko na wengi. Sawa mchungaji. Haleluya. Amen. Wakati wote wanaposoma neno ni lazima tuseme amen. Igetuza wapuzisha kwa ngomba tutaliza. Wakati tunasema amani, igetuza amen. Tunasema iwe hivyo. Tatuza ngo bihuko. Yaani kuna contacter roho zetu. Twimatanije imitima yacu. Kama vile tunawasha interbiteur. Turatwakije interbiteur Na kupatia access neno la Mungu lipate nafasi ndani yetu. No guha ikibanza ijambo muri twe. Kwa hiyo kama tukusema iwe hivyo, iyo tutavuze ngo bihuko, ni kama vile tunakataa neno lisipate nafasi ndani yetu. Ingo twatwanse ijambo ni neno likibanza muri twe. Hii ni sehemu ya kiroho. Iki ni kibanza chimwe. Dans le monde spirituel, Ni simhe. Kila kitu kina maana yake. Ikintu cyose kirafite sobanuro Na yawe. wakati wote unapokitumia kitu, Iyo cyose ukoresha ikintu kinavaa mwili kutokana na jinsi ulivyokisema. cyambara umubiri bivanye n'uko wakivuze. Unaona? Kwa kiwa kupuuzia jambo, kubwo gusuzugura atari gufata mineneko ile jambo halitavaa mwili ndani yako. Icyo kintu ni cyambara umubiri, Kwa sababu moyo wako umelipuuzia. kubera ko umutima wawe wabisuzugura. Hii nakufundisha nikiwa Ibintu ishize kuona watu wengi kanisani kubona abantu benshi mwishengero wana miaka mingi, afise imyaka myinshi, lakini hawana hata capacity ya kukamata verse mbili za Biblia. ariko ntabasha kusema gufata imirongo ibiri. Unajua ni kwa nini? Urazi mpamvu? Ni kwa sababu wanasikia neno la Mungu kama radio. Nuko bumva ijambo ry'Imana nk'iradiyo. Amen. Kuna radio inaweza kuwa inasema hapa, hari radiyo ishobora kuba ikivuga hano, kama hauja communicate akili zako mu gihe ubwenge bwawe utarabushira ku gihe, utaka kusikiliza venye radio iko inasema, no gushaka kumva icyo radiyo iri kuvuga, hata iseme kuanzia asubuhi mpaka magharibi, nubwo yo guhera mu gitondo kugira ngo ushaka kutaka kuuliza watu au kusikia information ilipita hapa, ugeza aho unakuwa ati niongezao amakuru yaciye hapa, ilikuwa inasema hivyo, sikusikia. kila mkasikiliza. Haleluya. Kwa sababu wewe kubera ko wewe haukuwekea manani kwa vile ambavyo viko vinasema, ntiwigeze ubishira ku mutima ibyavuga. na hichi kitu hata radio ilalamike hapa, iki kintu no kiradiyo uvuga gutara haiwezi kaleta faida kwako, ishobora kuzana inyungu kuri wewe, kwa sababu maneno aliyopita pale kuko amagambo yavuzwe hano haukuyachukulia na manani. ntiwigeze ubifata. Ndio maana maandiko yanasema icyo kitu byanditswe mu Lugha, imani huja kwa kusikia, ukwizera kuzanwa no kumva, kwa kusikia neno, kumva ijambo la Mungu. Haleluya. Kwa hiyo imani zetu, ko ukwizera kwacu zinakuzwa wakati wote tunaposikia, gukura igihe cyose kumva ijambo ry'Imana. haleluya, Amen. ndipo tunapolisha mioyo yetu. Niho tugaburira imitima yacu. Ndio maana wale ambao wako makini, Icyo bituma bajya bagazi, kwa Kifaransa wanasema il faut être attentif, bajya bava bagazi, unakuwa makini ubugazi kusikiliza kile ambacho kiko kinasemeka, kumva kijya kiri kuvuga, paske ukiwa makini wa bugazi neno ni lazima lipate kibali, ijambo ni ngombwa gende lipate nafasi. Lakini kama hauko makini, ukiutagaze neno halina nafasi. ijambo ntatubaza bwawe. Amen. Amen. Watu wengi ambao wamependa sana kupaa kiroho, Abantu benshi bakunze kuduga mu buryo bw'imyenda, hao mnaoita wa filosofi, abamwita ngo n'abanyabwenge, ni watu wanapenda kusoma, n'abantu bakunze gusoma, ni watu wanapenda kusikiliza, n'abantu bakunze kumviriza, hata kama neno halina maana. nubwo ijambo ryo batagira iki
ulisikiliza kwa faida. atumva kukinyungu Yeye ubwiwe hata kama wewe unasema benyavyeleweke, nubwo buri kuvuga ibidatahuritse yeye ni lazima aisikilize kwa faida. we ni ngombwa atumve kubwinyunguza. Ndio maana mezali za kwetu zinasema, Nico gituma imigani yawacu iravuga hata msazi kuna neno lazima huwa anasema. ngo n'umusazi hari ijambo gira akamaro azavuga. Amen. Amen. Katika vile vile lakini ukimfuata kwa makini utashtuka tu. Lakini wewe kwa nini unasema ni kweli bwana? Nuko kuvuga nabi umukurikiye neza rero usanga ari kavuga ukuri. Nani msazi? Kandi ari umusazi. Haleluya. Amen. Kwa mazingira tufanye nini? Tujifunze. Kubidukikuje tugira ikitukigisha. Kwa mazingira Kubidukikuje vinavyotuzunguka, ibidukikuje byose vinaleta mafunzo kwa bizana inyigisho kuri twebwe. Un homme intelligent, mtu ambaye ni wa umuntu akuze, mtu ambaye anataka kuwa na akili, wala mtu ambaye ana akili cyangwa umuntu afite ubwenge upenda kuopoa kila wakati akili, akunze kurokora buri gihe cyose. Ndio maana Warundi wana mezali wanasema, icyo gituma Abarundi mu migani yabo bavuga bati genge bararauka, akili wao wanaopoa. Kwa hiyo kama hutaki kuopoa, udashaka kurahura uwezi kuwa nayo. ntushobora kugira ubwenge. Wadauleje muishi Kongo sana, wadauleje mko hapa au kudaulaga wewe? Au jui kudaula? Nani anajua kudaula? Wewe tu. Nyinyi wote mjui kudaula. Kuiba moto, unaona wanatia kashindano hivi, kura wanaiba singa moya. Amjui. Mungu anasaidia sana. Mama na wewe unajui kudaula? Mama anajua. Hebu tumchapie Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Nataka nisikia amen za nguvu. Haleluya. Amen. Nimewambia mimi siwagi mhubiri. Naravuga ati Yesu sidi mubwiriza. Acha nikwambie. Reka ndakubwira. Kuna baraka nyingi, hari imigisha myinshi ambazo zinakuja igiye kuza kwa sababu ya ujuzi. Kubera ko ubwenge bwo kumenya ubwenge. Amen. Amen. Maandiko yanasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Ibyanditswe ngo kubaha Imana niyo ntango yo kugira ubwenge. Bali wapumbavu izarau hekima. Ariko ibijuju basuzugura. Mtu yote anayezarau hekima ya Biblia, umuntu wese asuzugura ubwenge bwa Biblia, huyo anazarau hekima ya Bwana. Huyo abandi asuzugura ubwenge. Nataka nikwambie vitabu vyote unavyoona, ndashaka ndakubwira ibitabo byose ubona, hata kamusi mnaoita dictionnaire, nilibita dictionnaire. Haleluya. Amen. Imekopi kwenye Biblia. Bayigereranije kuri Biblia. Imekopi kwenye Biblia. Yaani kulinganisha. Kukopi imeazima bayiganye kuri Biblia. Wala. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ndio maana unapoenda kwenye Biblia, nico gituma iyo ugiye muri Biblia utakuta hata kitabu cha hesabu kimo ndani. Uzosangamo igitabo cyo guharura kiri. Utakuta kitabu cha biology kimo ndani. Uzosangamo biology. Utakuta kitabu cha histoire kimo ndani. Uzosangamo histoire. Utakuta science kimo ndani. Science zose zirimo. Kila kitu ambacho unatafuta, ikintu cyose urondera utakikuta kwenye uzobisanga muri Biblia. Haleluya. Amen. Tumchapie Yesu makofi. Warumi 15:5 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Na Mungu mwenye saburi na faraja. Na Mungu mwenye saburi na faraja. Soma tafsiri ya Kongo. Samani mwalimu. Haraka sana mwalimu rais. Alikuwa hajafunua. Haraka. Inasemaje? Bado alikuwa hajafika. Unaona? Ndio. Mufikiriane na nia moja, nyinyi kwa nyinyi, kwa namna ya Kristo Yesu. Amen. Amen. Ninaingia sasa kwenye somo langu. Yeleo kuchiko changu. Niseme hivi, vugeni, kwa nini tunaitwa mitume? Kubera kitu kiko hano. Tunaitwa mitume kwa sababu tumepewa kazi ya kupeleka.
twitwirunga kuko twahawe igikorwa cyo gutwara. Na hii kazi Niki gikorwa maandiko ndio yanasema kwamba kuna tofauti ya huduma na karama. yuko habitandukanye n'igikorwa n'ingabire. Lakini hivi vyote Ariko ibi byose ni kwa sababu ya kuijenga mwili wa ni Kristo. kubwo kubaka umubiri wa Kristo. Amen. Amen. Kwa hiyo sisi tulioitwa, Twebwe twahamagawe, kama wewe ni nabii, we nimba uri umuvugisha, kama wewe ni mwimbaji, nimba uri umuririmbyi, kama wewe ni gitariste, wewe nimba ukoze kama gitari, wewe ni moderateur, we nimba uri kama umugeni, wewe ni mwalimu, we nimba umwigisha, kama wewe ni mtume, nimba uri intumwa, ujue kwamba vyote menye ko vyose vinakutaniwa kwa kujenga mwili wa Kristo. bihurije hamwe kubaka umubiri wa Na Kristo. watu wengi leo Abantu benshi tumeshindwa kuendelea kihuduma, twarananiwe gukomeza mu ni kwa gikorwa, sababu tumejua kwamba huduma yetu wenyewe tunajitosheleza, nuko tubona ko igikorwa cyacu bwacu kiduhana, au kujisikia kwamba cyangwa kwiyumva yuko juu mimi ninaimba yuko jewe ndirimba siwezi kuhitaji wa accompagnateur wanyakompanya. nkeneye abanshigikira cyangwa abamfasha. Ninapozaliwa mimi kwetu, Ihe yavuka we wabo wanasema ngoma haiwezi kakolea avuga ngo hari iyavuka ngo ingoma ntishobora kuvuga kama haina kale kanapigaga kale kamkokolo umwa mnapiga ngoma haiwezi kakolea. ingoma ntishobora kuryoha. Ale Amen. amen Amen. Kwa hiyo ngoma yote ili ikolee ubwije rero kugira ngo ingoma yose iryohe ni lazima kale kakitu kawe. ni ingoma kabamo. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Kwa hiyo unabidi ujue kwamba kama mimi ni mtume, utegerezwa kumenya yuko nyimba kama mimi ni mwalimu, nyimba cyane umwigisha, kama mimi ni mwanafunzi, cyane umwigishwa, nina jukumu moja. gisi gikorwa kimwe. Maana unapoangalia mtume, uravye intumwa, unaangalia nabii na walimu, ukaraba umuvugisha n'abigisha, wote wako na misio moja bose bafise igikorwa kimwe gusa, ya kuleta watu kwa Kristo. kuzana abantu kuri Kristo wote bose. Kwa hiyo wewe unayeimba, wewe uririmba, mimi ninayefundisha, jewe nigisha, wewe unayehubiri, wewe ubwiriza, wewe unayefagia, wewe upura, sisi wote twebwe twese tuko na misio moja, dufise igikorwa kimwe, ili siku moja tuingie mbinguni, kugira ngo umunsi umwe twinjire mu ijuru, watu waone mienendo yetu, abantu babone ingendo zacu, watu watujue kwamba sisi ni watu wa Kristo, abantu bamenye yuko twe turi aba Kristo, watu watufuate, abantu badukurikire, waje wafanye kazi pamoja, base bakora igikorwa hamwe nawe. Ubovu wa bahati leo, Gihamana gihari, watu hawataki wengine watu, abantu ntibashikishaka abandi bantu, akiona mwingine mtu ameinuka kwenye huduma, iyo babonye uwundi muntu yakuze mu gikorwa, anaanza kumpiga vita, anatambura kumugwana, eti kwamba wewe haufai, ngo yuko wote utabereye, mimi nifanye pa nafasi yako, ngo reka je ngore mu kibanza wewe cyawe, haujui, ngo wewe ntubizi, mimi ndo ninajua. je nije ndabizi. Sasa kama wewe unajua, Rero niba wobizi, juza wengine, menyesha abandi, ndio kazi ambayo unayo, ico gikorwa wowe kile ufite, ambacho wewe uko ico nacho wowe ufite kipatie wengine. kigaburira abandi. Paulo akamwambia Timotheo Paulo abwira Timotheo kwamba hakikisha wale ambao utakaochagua yuko yemeza neza wawe waaminifu, ababizigirwa ambao watakaopeana kwa wengine, bazogaburira abandi. haleluya. Amen. Kwa hiyo kama wewe ni mwaminifu, Kwa hiyo niba umwizigirwa, kuwa mwaminifu kugawa karama na huduma umwizigirwa wo kugaburira ingabire n'igikorwa wahawe, kuwa mwaminifu, umwizigirwa, kwa sababu wewe Mungu hajakupatia viwe vyako mwenyewe, Imana niyo biguhaye ngo bibe wala byawe Mungu ubwawe, hajakuitia kazi Imana niyo yaguhamagara ili igikorwa wewe ujifanye pale unakuwa milele na milele. kugira ngo wowe ugume ngaho ibihe byose. Hapana, Oya, Mungu alikuitia kazi Imana yaguhamagara ili igikorwa kutengeneza wengine, kugira ngo utegure abandi, wakati wewe hautokuwa, igihe wowe utazobuhari kazi ya Mungu isizofike. igikorwa c'Imana nikize gipfe. Hata watu 10 Nubwo muba muri 10 ambao mnafanya kazi moja, mukorana hamwe, hamtaona uzito wa kazi. ntimuzobona uburemere Leo bw'akazi. tunaona uzito wa kazi Umunsi turi kubona uburemere kwa bw'akazi, sababu unakuta kanisani nibara usanga mu rusengero mtu mmoja ndio yuko kwenye media. umuntu umwe usanga kuri Sasa media, huyu mtu akiumwa, uyu muntu niyagwara media haitatumika. media ntizokora. Haleluya. Amen. Kwa hiyo inabidi kwenye media Ko bisanga ko kuri media hata watu 5 harimo n'abandi batanu, unakuta mtu ni pianist, usanga umuntu ari umupianiste anasema mimi sitaki kufundisha wengine aramwozesha kwigisha kwa abandi, sababu nikiwafundisha kubera ko ninabigisha atavole tushe yangu. azotwara uko mbikora neza. Okay, Sawa, siku utaumwa, umunsi uzogwara kanisa inyamaze, ishengero liceceke, kusiwe muziki kanisani. nihabe muziki mw'ishengero, Mwingine ni protocol, uwundi ni protokolo, anasema mimi ndo chef wa abo mojerije mukuru kile hano kitu nimeshasema kisitolewe, namba mukigwijyane binizibugwe, yani hataki wengine wapange vitu. nashaka ko abandi bapanga intebe, Siku hautokuwa, umunsi utazobuha,
nabi viti vitapanga naye. izi ntebe zizopangane. Haleluya. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Yesu natufata cyane. Hii ndio dalili tumekuwa nao kwenye ibi kanisa. nivyo bimenyetso twabo mwishengero. Mwingine ni mwalimu, undi n'umwigishwa. kuanzia mwezi wa kwanza kuva mu kwezi kwa mbere mpaka mwezi wa pili kugeza ukwa kabiri yuko anafundisha mwenyewe, ari kwigisha ubwiwe. hataki wengine wafundishe. Nashaka ko abandi bigisha. Kwamba mwingine akifundisha ukundi neza yigisha ule ameharibu. ujya yononye. Kama ameharibu, nimba yononye wewe kazi yako kumsaidia wewe igikorwa cyawe ni kumufasha kesho asiharibu. kugira ngo ejo ntaze yononye. Mungu alichokuitia. Imana Wengine yaguhamagariye. wamefanya vipaji na karama abandi bafashe impano n'ingabire kuwa mali yao kuba wenyewe inyungu yabo na ubwabo wameanza kuitumia kandi batangiye kwa kubikoresha kutesa wengine. kuko kubabaza abandi. Lakini nataka nikwambie, ariko ndashaka ndakubwira kama wewe ni mtume, nimba wowe uri intumwa, kama wewe ni mwanafunzi, nimba wowe uri kama umwigishwa, wewe ni mwalimu, nimba wowe uri ujue umwigisha, kwamba kuna kazi uliyopewa umenye ko hari igikorwa wahawe ya kufanya, nicyo gukora tena uifanye kwa kandi upendo. ugikorana Siku urukundo. hizi nimeona kanisa iminsi irabonye ishengero wengi wa dada wanakuja wanakaa, benshi abakobwa baraza bakicara hawajui hata kupangusha viti, ntibazi no guhanagura intebe, alafu wanajiita wanafunzi, bakiyita ngo abigishwa, wanajiita kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu, bakiyita ngo n'abigishwa ba sisi ni Yesu, wapendwa wa